Karibu kwenye episode nyingine ya The Wealth Building Podcast ya The Wealth Building Academy. Ukiwa nami your favorite wealth building coach G, ambaye pia ni mwandishi wa kitabu cha Your Money, Your Freedom, A Simple Guide to Building Wealth and Living Freely. Wale ambao wamekisoma kitabu hiki watakuambia kwamba it's truly a simple guide. It's truly a simple guide. Hakuna siasa huko ndani. Kama upendi kusoma kitabu hiki utakipenda. Hakuna mambo mengi, hakuna maneno mengi, hakuna siasa. Ni point tu ambazo zitakusaidia kubuild wealth, kupata maarifa ya kubuild wealth na kupata uhuru wa kifedha. Kitabu hiki kwa sasa unaweza kukipata kwa shilingi 15,000 tu badala ya shilingi 30,000. Kupata nakala yako, tafadhali tutumie message WhatsApp kwa namba zinazoonekana kwenye screen yako. Leo kwenye episode nyingine ya The Wealth Building Podcast tunaangalia makosa ambayo wawekezaji wengi wapya huyafanya. Kwa hiyo kama wewe ni mwekezaji mpya ama umesikia habari za uwekezaji na unataka kuanza kuwekeza, haya ni makosa ambayo wenzio wameyafanya ama wanayafanya na unaweza kuyaepuka kuhakikisha kwamba huyafanyi. Kumekuwa na elimu ya uwekezaji sana sasa hivi, kitu ambacho ni kizuri sana. Ukipata mtu anakueleza kuhusu kuwekeza fedha zako, msikilize huyo mtu na hakikisha unafanya hicho anachokuambia, kwa sababu huyu ni mtu anayekuwazia mema, anayewazia kesho yako mema. Kwa hiyo msikilize na hakikisha unamnunulia Pepsi ya baridi, kwa sababu ni mtu anayekuwazia mema. Na dunia ya leo hupati watu wengi sana wanaokuwazia mema. Nao umeshakutana na habari za uwekezaji hapa pale, unataka sasa kuanza kuwekeza, kuna makosa ya kuepuka kuyafanya kama mwekezaji mpya. Kabla hujaanza kuwekeza, hakikisha unafahamu mambo haya ili kuepuka makosa haya. Lakini pia usipokuwa makini, ukiingia tu kwenye uwekezaji kichwa, haya ni makosa ambayo unaweza kuyafanya kama mwekezaji mpya. Kosa la kwanza ambalo wawekezaji wengi huwa wanafanya ni kuwekeza bila elimu, bila maarifa. Hata neno linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo wawekezaji wengi pia huwa wanaangukia huu mtego wa kuwekeza bila elimu, kuwekeza bila maarifa. Mtu anawekeza tu kwa sababu rafiki yake amesikia anawekeza, rafiki yake amemwambia nawekeza hapa, nawekeza pale, napata faida, na yeye humo ndani hajajua anawekeza kwenye nini. Yaani unaweza kumuuliza mtu, kwa hiyo unawekeza kwenye hisa, nielezee kidogo, hawezi kukuelezea chochote. Kwa nini? Kwa sababu aliwekeza tu kwa kusikia rafiki yake anawekeza, kwa kusikia fulani anawekeza, kwa kusikia tu. Yaani tunawekeza, wawekezaji wengi wapya wanafanya haya makosa ya kuwekeza kwa kusikia. Na mara nyingi habari tunazozisikia ni habari njema tu, lakini hakuna uwekezaji wenye habari njema tu. Kama ambavyo shilingi ina pande mbili, vivyo hivyo uwekezaji una pande mbili. Kwa hiyo epuka kuwekeza bila maarifa, bila elimu. Fahamu unawekeza kwenye nini, uko unapowekeza faida inapatikanaje, hatari zake zipoje, hasara inapatikanaje. Kwa sababu ni uwekezaji, kunaweza kuwa na faida, kunaweza kuwa na hasara. Kwa hiyo epuka kufanya kosa ambalo wengi huwa wanafanya, la kuwekeza bila kuwa na maarifa ama elimu sahihi ya uwekezaji. Kosa la pili ambalo pia wawekezaji wengi wapya wanalifanya ni kuwekeza fedha ya dharura. Unakuta mtu hana fedha ya dharura, amesikia tu kwamba kwenye uwekezaji husika kuna faida, anaanza kuwekeza kodi huko. Jamani, hatuwekezi fedha ya kodi, hatuwekezi fedha ya ada. Yaani kwa kifupi, pesa yako ya dharura, akiba yako ya dharura iwe ni akiba ya dharura, na pesa ya uwekezaji ni pesa ya uwekezaji. Kwa sababu unapojikuta sasa umeenda kuchukua ada au kodi ambayo unategemea kuilipa ndani ya muda fulani, ndio umeenda kuiwekeza, utauchukia uwekezaji. Kwa sababu itakulazimu kutoa hiyo fedha kabla hujapata faida, hujayaona matunda ya uwekezaji, utapata hasara, utauchukia uwekezaji. Kwa hiyo kama hauna akiba ya dharura, tuanze kwanza na kuwa na akiba ya dharura. Lakini pia fedha za kitu kama ada, fedha za kodi sio fedha za uwekezaji. Fedha ya uwekezaji ni fedha ya uwekezaji, na uwekezaji wowote mzuri ni uwekezaji wa muda mrefu. Hatuwekezi kwa mwaka, kwa miaka miwili. Uwekezaji wowote unao make sense unaanza miaka 5 kwenda juu. Kwa hiyo kama ni fedha ambayo utahitaji ndani ya muda mfupi, usiipeleke kwenye uwekezaji.
usiipeleke kwenye uwekezaji. Kuwa kwanza na hizo fedha ambazo unazihitaji kwa muda mfupi, ziweke mahali kama fedha zako za dharura na malengo yako mbalimbali, alafu ndo uanze kuwekeza. Fedha ya uwekezaji sio fedha ya dharura, wala sio fedha ya kodi wala ya ada. Zingatia hilo, ndugu mwekezaji mpya. Kosa lingine ambalo wawekezaji wengi hufanya ni kuwekeza kwa kutegemea faida ya haraka. Yaani mtu kabisa anakuuliza, ni wapi nikiweka fedha yangu ndani ya miezi 5 nitapata faida kubwa? Uko mahali hata mimi sipajui. Yaani uko mahali huko unapopaulizia hata mimi napaulizia. Kwa hiyo ukipata majibu ni vizuri na mimi ukaja ukaniambia nimepata mahali ambapo ukiweka fedha ndani ya miezi 5 unapata faida kubwa. Uwekezaji kama nilivyotangulia kusema, mzuri wowote ule unachukua muda, it takes time. Kwenye uwekezaji siri kubwa, mtaji mkubwa ni subira, patience, kuliko hata hiyo hela yenyewe unaiwekeza. Kwa hiyo huku kunahitaji subira, kunahitaji patience, kunahitaji muda. Kama hauna subira, wacha kabisa. Uwekezaji sio kubet, ndugu zangu. Uwekezaji sio kubet. Unaweza ukabet ukapata faida, ukakosa, ni mambo ya kubet. Lakini uwekezaji unachukua muda, uwekezaji unataka uupe muda, uwekezaji unataka uvumilivu, uwekezaji unataka utulivu. Hautaki we unarukaruka kama popcorn. Kwa hiyo kwenye uwekezaji unapoanza kutafuta faida ya haraka na ya muda mfupi, unaanza kutupa mashaka. Tunaanza kujiuliza kama we ni mwekezaji kweli. Kwa hiyo epuka kuingia kwenye huu mtego ambao wengi wao wanaingia kama wawekezaji wapya, wa kutaka kupata faida kubwa ndani ya muda mfupi. Ndio maana wengi unakuta wao wanaingia kwenye sehemu ambazo wanapoteza fedha zao vibaya mno. Kwa nini? Kwa sababu walitaka faida kubwa ya haraka ndani ya muda mfupi. Uwekezaji timamu wowote hauna faida ya kukupa nzuri ndani ya muda mfupi, lakini ndani ya muda mrefu uwe na uhakika utapata faida vizuri kabisa. Kosa la 4 ambalo wawekezaji wapya huwa na wenyewe wanalifanya sana ni kutoelewa hatari ya sehemu wanazowekeza. You need to understand kwamba huu ni uwekezaji, na uwekezaji wowote, unajua hata biashara yoyote tu ya kawaida unayoifungua kuna hatari zake. So ni muhimu kuelewa hatari za uwekezaji unaofanya, na kama wewe unaweza kuhimili hizo hatari. Lazima ujiulize, hivi hapa ninapowekeza hatari ipoje? Hatari ni ya juu, hatari ni ya chini, hatari ni ya wastani? Na kama hatari iko namna hiyo, mimi ninaweza kuhimili hatari ya namna hiyo? Kwa sababu kila uwekezaji una hatari zake, una level zake za hatari. Kuna uwekezaji mwingine hatari yake ni low risk, mwingine ni medium, mwingine ni high. Kwa hiyo unaweza ukakuta wewe huna uvumilivu wala huna misuli ya kubeba hatari za juu. Yani kwamba you cannot afford kupoteza pesa yako, lakini unajikuta tu umewekeza mahali bila kuelewa hatari za huo uwekezaji. Mwisho umepoteza hela yako, na wewe mwenyewe tutakupoteza kwa sababu huna uwezo wa kuvumilia hatari za juu. Kwa hiyo kabla uwekeze kwenye kitu chochote, unapokutana na elimu ya uwekezaji wowote, hakikisha unafahamu hatari za kuwekeza kwenye huo uwekezaji. Uwekezaji mwingine wakati mwingine unaweza kukupotezea hadi 50% ya fedha zako. Yaani kwamba uliwekeza fedha fulani, 50% inaweza kupotea. Swali, unaweza kuvumilia kupoteza mpaka 50% ya uwekezaji wako? Una hiyo misuli? Sasa wengi huwa hawajui aina ya hatari iliyoko kwenye uwekezaji husika. Wao wanawekeza tu kwa sababu wamesikia habari za faida tu, habari za hasara hawajazisikia. Kwa hiyo wanawekeza tu, mwisho unakuta mtu sasa anaanza kuona kama kule alipopatia elimu ile, ama aliposikia zile taarifa zilikuwa taarifa za uongo, zilikuwa taarifa za utapeli. Sio kweli. Fahamu unapowekeza, fahamu unawekeza kwenye nini na hatari zikoje, kwa sababu hakuna uwekezaji ambao hauna hatari. Every investment has a risk. Kunao risk inaambatana na kila uwekezaji. Kwa hiyo fahamu appetite yako kwamba hapa ninapoweka hela nina uwezo, nina misuli ya kupoteza kiasi gani cha fedha, kiasi kikubwa kiasi gani. Ukishajua uone pana kufaa ama hapa kufai. Kama ambavyo uko tayari kupata faida hapo, uwe tayari pia kuelewa kwamba hasara ipo na ni hasara kwa kiwango gani, ili uwe umeingia mwenyewe kwa kujiandaa kabisa kisaikolojia. Habari za hasara zisikushtue
mwisho wa siku. Kwa hiyo wewe kama mwekezaji mpya, hakikisha kwamba unaelewa unachokiingia ndani yake kina hatari kiasi gani, na wewe una uwezo wa kuvumilia hiyo hatari kwa kiasi gani. Kosa la mwisho ambalo wawekezaji wapya wanafanya ni kuwekeza kwa hisia. Mmejiona vile ambavyo mnawekeza kwa hisia sana, hususan kwenye soko la hisa. Bei zikipanda tunachangamka, zikishuka tunasikia vibaya, tunaanza kuuza hisa zetu. Yaani hata mimi nashindwa kuelewa kwamba bei zinapopanda ndio tunataka kununua, zinaposhuka ndio tunataka kuuza. Sijui ni nini kinaendelea kwa kweli, lakini hizi zote ni hisia ambazo wawekezaji wapya wanazipenda na wanaziendekeza. Nataka nikwambia kwamba uwekezaji hautaki hisia. Uwekezaji unataka maarifa, unataka upe muda na unataka mkakati. Unapoingia kwenye kuwekeza kitu chochote, mahali popote, usiingie kwa hisia, ingia kwa mkakati. What is your strategy? Mkakati wako ni upi? Plani yako ni ipi? Malengo yako ni yapi? Kinyume na hapo utaongozwa na hisia, na hisia hazitakufikisha mahali popote wala hazitakupa matokeo yale ambayo unategemea kuyapata kwenye uwekezaji. Kwa hivyo haya ni makosa ambayo wawekezaji wapya wanayafanya, na wewe kama mwekezaji mpya usipokuwa makini unaweza ukajikuta umefanya moja au kati ya haya makosa yote. Lakini pia kama wewe sio mwekezaji mpya, uliwahi kuwa mwekezaji mpya, unaweza ukajikuta kwamba kati ya haya makosa kuna moja uliwahi kulifanya. Tuambie hapo kwenye comment ni kosa gani kama mwekezaji mpya uliwahi kulifanya kati ya haya, ama hata lingine ambalo hatujataja kwenye episode hii hapa. Ni hayo tu kwenye episode ya leo ya The Wealth Building Podcast. Ni matumaini yangu ya kwamba umejifunza mawili matatu kutoka kwenye episode hii hapa. Tafadhali usiache kushare episode hii hapa na ndugu, jamaa na marafiki. Bila kusahau, hakikisha kusubscribe kwenye YouTube channel yetu hii hapa. Na mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.